kuwashinda wachawi ni kazi nyepesi. Kumshinda shetani ama wachawi sio kazi nyepesi. Ni mpaka uonekane unashindana kuliko wao, unapambana kuliko wao, ndipo utakaposhinda. Ukiona watu wako ulingoni wanapigana ngumi, si yule anayetegea kurusha ngumi ndiye anayeshinda, bali yule anayerusha mfululizo, anayetuma katika urushaji ndiye anayeshinda. Ngine nafikiri atashinda vita alionayo kwa kusema tu unajua Mungu tu atosha, alafu analala. Yaani neno tu moja, Mungu atosha, alafu analala. Atosha anatoshaje? Yani hujaomba anatoshaje? Hujakesha anatoshaje? Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake wameenda mahali kufanya maombi ya kukesha usiku katika milima Mizeituni. Anageuka dakika chache, alikuta wale jamaa wamezidiwa na usingizi, wanataka kulala. Akaambia Petro, hamjaweza kukesha nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Maana roho ilala, lakini mwili ni dhaifu. Kesheni muombe. Kumbe majaribu huja kwenye kipindi ambacho watu hawaombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye saa ambayo watu hawakeshi. Unaanzaje kupenda usingizi? Biasa ukipenda usingizi utakuwa maskini. Kwa maskini. Namshukuru Mungu ametupa nafasi hii ya kufanya maombi ya mkesha mfupi. Sasa hivi saa 5:05 usiku. Somo letu la leo linasema hivi. Kutoka mwezi wa maonezi na kuingia mahali petu pa kufurahi. Kutoka mwezi wa kuonewa na kulia na kuingia mwezi wa furaha. Mwezi wa 10 umekuwa ni mwezi mchungu sana kwa watu wengi. Japokuwa haukuwa miongoni mwao waliokuwa wanalia, lakini Biblia inasema lieni pamoja nao waliao, furahini pamoja nao wafurahiao. Walipoumizwa wengine, tuliumia wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa imefika, ndoto ya mwenye ndoto inakwenda kutimia. Kama ndoto yako ilikuwa inakuonyesha kwenda mbele, hakuna cha kurudisha nyuma kuanzia sasa. Kama shetani amefeli kukuua mwezi wa 10, wa 9, wa 8, wa 7, wa 6, wa 5, wa 4, wa 3, wa 2, wa kwanza, kama alishindwa kukuua huko, hata kuweza mwezi wa 11 kwa jina la Yesu. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 3. Kutoka sura ya 3 mstari wa 17. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Nami nimesema nitawapandisha
kutoka katika mateso ya Wamisri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani, na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi na nchi ijayo asali na maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Anatupandisha kutoka mahali pa mateso, mahali pa kuonewa, mahali pa huzuni, mahali pa maombolezo, mahali ambapo palitufanya tuishi kama waombolezaji, tuishi kama watu wasiokuwa na baba wala mama. Mungu ameahidi kututoa pale na kutupeleka nchi ya asali na maziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunayo maombi muhimu leo. Tuna maombi muhimu. Maombi muhimu katika mkesha huu. Ombi la kwanza litasimamia hapa. Nasema hivi: kumwomba Mungu atupigie maadui hawa, adui anayezuia lango lako la ndoto. Maana lango lako la ndoto ndiyo lango la mafanikio yako. Kumwomba Mungu ashughulike usiku wa leo na yule adui ambaye anasimama katika lango lako la ndoto. Watu malango yao yametekwa ya ndoto. Adui amewapa ndoto za kuwarudisha, si zile ambazo zinawafanya waendelee mbele, zinawafanya wapiga tu, zile zinazowadidimiza chini hawaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Adui wa malango yako ya ndoto asiposhughulikiwa, maisha yako utabaki ukipiga makitai milele. Utabaki pale pale milele. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37. Mwanzo 37 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 10. Mwanzo 37. Unapokuwa mtu wa ndoto, lazima uwe mtu wa maombi. Ndoto inabebwa na maombi. Usipoomba, shetani atakufanya kuwa mchawi, anakufanya kuwa mganga wa kienyeji, umtumikie yeye, lile lango limfaidishe yeye. Wanafanya hivi kwa wengi. Yaani ukijigundua ndani yako Mungu ameweka karama hii, unalala unaota vitu na vile vitu vinatokea, unahitaji kuwa mwana maombi. Ukitoa maombi kwenye ndoto, wewe ni kopo. Shetani atakutumia anavyotaka. Maombi na ndoto ni kitu kimoja, ni marafiki. Ukimuondoa mmoja wao katika hawa, shetani anaweza kutumia vile anataka. Angalia Mwanzo sura 37 mstari wa 5. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Na tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na maneno yake.
akaota ndoto nyingine tena, akawaambia ndugu zake, akasema, angalia, nimeota ndoto nyingine, natazama jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata chini? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye ndoto unaweza kujiuliza, kwa nini nataka uombe sana? Kama una ndoto, kwa nini nataka uombe sana? Kwa sababu mwenye ndoto ana vita kubwa. Yaani vita ya mwenye ndoto si sawa na vita ya mchawi tu ambaye hana lolote likopo. Si sawa na maisha ya mtu aliyepoteza direction, hana lolote, hana mbele wala nyuma. Maisha ya mwenye ndoto ni tofauti na maisha ya mtu mwingine wa kawaida. Tofauti. Ana vita, anaandamwa na maneno ya laana, anaandamwa na maadui kila upande. Kwa nini? Ana ndoto. Uliwahi kuona wapi nzi wanafuata mtu asiyekuwa na manukato? Uliwahi kuona wapi mbwa anamkimbilia mtu hajawahi kumpaga chakula? Hajabeba nyama mkononi bila mfuko, mbwa anamfuata. Umewahi kuona wapi? Ukiona mbwa anakufuata, wanakufuata, uliwahi kuwatendea wema mahali, wapa chakula, au wamekuona wameshika nyama bila mfuko? Ndio tunaona wanakufuata. Ukiona wakufuata, manake wakujui, haoni ulichobeba, haoni ulichonacho. Ngana jisifia ujinga kwenye dunia. Basi mimi mzima, sifuatiliwi, sisemwi vibaya, situkane. Utukane una nini? Usemwe vibaya una nini? Ufuatiliwe una nini? Anafuatiliwa mwenye ndoto, mtu mwenye kesho yake iliyo bora, mtu mwenye kesho yake heshima, mtu mwenye kesho yake inayong'aa, mtu mwenye kesho yake yeye ya kustawi, ya kupigiwa saluti. Huyu ndiye anayefuatiliwa. Asipoomba anakufa, ndoto ikabatilika. Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima aombe. Ndoto namba 2. Ndoto ni lango ambalo ukiwa mfuatiliaji mzuri wa ndoto unaweza hata kujiponya nafsi yako. Ukiwa mfuatiliaji wa ndoto, kuna taarifa zingine za mauti yako huwa zinatumwa kwa njia ya ndoto. Kwamba unatakiwa uondoke hapa. Usipoondoka hapa, kesho saa fulani unakufa. Unaota kwenye ndoto, unaota umefia mahali, unaota ulikuwa unasafiri na gari fulani, kwenye lile gari kapata ajali ukafa peke yako. Unatakiwa ufanye nini? Ubadilishe usafiri, usipande nini. Lazima umfuatiliaje. Angalia hii ndoto aliyoiota Yusufu. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 2. Injili ya Mathayo sura ya 2. Mathayo sura ya 2. Anapewa ndoto itakwenda kuponya maisha ya mtu, kuponya uhai wa mtu. Mathayo sura ya 2 mstari wa 12. Sura ya 2 mstari wa 12. Asema hivi: nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine.
Hawa watu wangeenda kwa Herode. Herode wakampasha habari ya kwamba Yesu amezaliwa sehemu fulani, tumemwona yuko mahali, hata tulimwacha pale. Herode angeenda kumaliza Yesu, lakini Mungu anawaotesha ndoto, anambia msirudi kwa njia ile, msimwendee Herode, nia yake ni mbaya juu ya mtoto aliyezaliwa. Lakini Mungu wakati anaotesha ndoto hawa, alikuwa anamuotesha ndoto Yusufu pia. Alimwambia hivi, kesho mbebe mtoto na mama yake, kimbilia Misri. Ukikaa hapa kuna watu wanawinda roho ya huyo mtoto. Haya mambo yanaendelea, yalikuwa yanaendelea kwa njia ya ndoto. Ukiona mtu afuatilii lango la ndoto, huyo mtu kafungwa ama kalogwa. Yako mambo mawili, mtu afuatiliaje ndoto zake, amefungwa au kalogwa. Hayo mambo mawili, kafungwa ufahamu, na aliyefungwa huwezi kukuta na mipango inayotimiana, mipango mikubwa, malengo makubwa yanayotimiana. Kafungiwa. Ndoto ni mfereji, ni mfano wa mfereji au korongo linalopitisha maji. Korongo ukichukua ukajenga ukuta katikati ya korongo, ukuta unaokatisha pale, maji hayawezi kupita tena. Ndivyo lilivyo lango la ndoto. Lango la ndoto hupitisha baraka zako, hupitisha taarifa zinazokuhusu wewe. Usiposimama kuombea malango yako ya ndoto, shetani anaweza kukufanya kuwa kiumbe chochote, kukufanya uishi maisha yote anayotaka yeye, si yale unayotaka wewe. Namba 3, hivyo Mungu akisha kufikisha kwenye hatua ya kusema na wewe kwa ndoto, unahitaji kuwa mtu, unahitaji kuwa makini sana na kuwa muombaji. Namba 3 inasema Mungu ana hatua zake za kumkuza. Ukiona amekufikisha kwenye hatua ya kuwa anakuotesha vitu na vinatokea, unatakiwa kujikita sana kwenye maombi. Na kama ulikuwa kwenye dini ya wasiojuaga umuhimu wa maombi, hama hiyo dini, maana utakufa, utaua kile kilicho ndani yako. Kinaweza kikafa kile kilicho ndani yako, ama ukafa wewe mzima. Unapoteza. Hama kuna dini za wasioomba, kuna madhehebu ya wasioomba. Mungu akiweka kitu ndani yako ukang'ang'ania kukaa pale, unaweza kuchizika ama kufa kabisa. Ndivyo ilivyo. Kuna watu wajua hilo. Maana usipofanya hivyo, kuna hatari inaweza kukupata ya kukufanya hata kupoteza maisha. Kitabu cha Mwanzo sura 37, Mwanzo sura 37 mstari wa 18 mpaka wa 20. Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka wa 20, anasema hivi: wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja, haya twende tukamuue
na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Unaona? Mwanzo sura ya 37 mstari wa 18 na 20. Wasema tumkamate tumuue. Kitu kinachomfanya ujamaa afe ni ndoto. Hakuna tusi aliwatukana, hakuna baya aliwafanyia, ila wanataka kumuua kwa sababu ana ndoto. Ndoto tu. Kuna watu wanakufa ndoto tu. Ndoto tu. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata hili nalo kujifunza. Usimshirikishe mtu yoyote ambaye hajaamini mambo ya ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Usimshirikishe mtu yoyote ambaye hajaamini ndoto yako. Utajiweka mtegoni, utajiweka kwenye hatari. Alafu baya zaidi, watu hawaombi ndoto. Mwenye ndoto anawindwa kama digidigi, anatafutwa. Mtu mwenye ndoto. Namba nne, siri ya kufanikiwa katika ndoto zako. Jifunze kuwa msiri. Si kila mtu unapaswa kumsimulia ndoto zako. Naelewa? Jifunze kuwa msiri. Si kila mtu. Ndoto ni chanzo cha mafanikio yako. Na ndio maana leo hii utasikia watu wanaongea wanasema, ndugu yetu imeendelea kwa kweli, ndugu yetu imefanikiwa kwa kweli. Hivi ni nini siri ya mafanikio yako? Kumbe mafanikio ya mtu ni siri. Ni siri, si tangazo, ni siri. Ndoto yako ndio chanzo cha mafanikio yako. Lango la ndoto likivamiwa, huwezi endelea, huwezi fika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndoto. Kitabu cha Waamuzi. Sura ya 7. Waamuzi sura ya 7 mstari wa 13. Waamuzi sura ya 7 mstari wa 13. Waamuzi sura ya 7. Waamuzi sura ya 7 mstari wa 13 mpaka wa 20. Asema hivi: hata Gideoni alipofika, tazama, palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenziwe ndoto. Akasema, tazama, naliona ndoto, na tazama, mkate wa shayiri ulianguka katika kambi ya Wamidiani, ukafika hata hema moja, ukaipiga hata ikaanguka, nao ukapindua hata ile karara ikarara chini. Mwenzake akamjibu akasema, habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoashi, mtu wa Israeli. Mungu amewatia Wamidiani na jeshi lote katika mkono wake. Ikawa aliposikia habari ile ya ndoto na kufasiriwa kwake, akasujudu, akarudi katika jeshi la Israeli, akasema, inukeni, kwa maana Bwana amelitia jeshi la Wamidiani mikononi mwetu. Kisha akawapanga wale watu 300 wawe vikosi vitatu,
akatia tarumbeta katika mkono ya watu wote, na mitungi isiyo na maji na mienge ndani ya hiyo mitungi. Akawaambia, nitazameni mkafanye kama ninavyofanya mimi. Angalieni. Sasa pointi iko hapa. Yule jamaa alikuwa ameenda kupeleleza jeshi taifa fulani, aona watu udhaifu wao uko wapi, tutatumia njia gani kuwapiga. Bahati nzuri alipofika kwa njia za wizi, alikuta wamekaa watu wawili, mmoja anamsimulia mwenzake ndoto yake. Unanielewa vizuri? Anamsimulia mwenzake ndoto yake. Wakati simulia ndoto ile ikawa na majibu ya kila alichokuwa nakipeleleza yule jamaa. Ile ndoto ilikuwa inasimulia habari ya wao kwenda kushindwa vitani. Yule jamaa aliposikia ile ndoto yote na tafsiri yake, akasujudu, alafu akakimbia kwenye jeshi lake, kaenda kuambia ndugu zake, wale wanajeshi wenzake, kaambia, jamani, nimepata siri, tunaenda kushinda kwenye ile vita. Nimesikia mtu aliyeota ndoto ya wao kushindwa, na ya sisi tunaenda kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kushinda. Wakashangaa sana. Kwa hiyo kwa makini na watu pia unaowasimulia habari ya ndoto yako. Tunamaliza sasa hivi. Alafu tunaingia kwenye maombi. Kwa makini. Namba 5 nasema, unataka kuwa hai katika eneo lolote maishani mwako, jifunze kufuatilia ndoto zako. Zina majibu mengi sana, hata ya mambo uombayo. Jifunze kufuatilia ndoto zako. Kusoma kitabu cha Danieli sura ya 2, Danieli sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 13. Danieli sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 13. Yule mfalme ameota ndoto. Alipoota ndoto akaisahau ile ndoto. Asubuhi akawaita wenye hekima wote, waganga, wachawi, wanajimu, walozi, waje wamtafutie ile ndoto. Angalia mtihani waliopewa wa jamaa. Ili muamini ndoto na maombi wale rafiki, ni marafiki. Ndoto na maombi. Wale waganga walipokuja na wachawi walishindwa kuitambua ile ndoto, wala walishindwa kujua siri ya ile ndoto, wala walishindwa kuelewa yule mfalme aliota ndoto gani. Walishindwa kwa sababu hawakuwa wana maombi. Lakini alipoitwa Danieli pamoja na kina Shadraka, Meshaki na Abednego, walipokuja wao wakapewa habari ile, walipoomba kwa Mungu. Maana mfalme kaota ndoto alafu kaisahau. Alafu amewaambia, mniambie ndoto, msiponiambia na waua. Waganga wameshindwa, wachawi wameshindwa, wanajimu wameshindwa, walozi wameshindwa. Anakuja mtu ambaye ana vitu viwili ndani yake, maombi na ndoto. Alipopewa habari hii Danieli, wakajifungia na ndugu zake mahali pachunju. Wakaanza kumuomba Mungu, tupe Bwana ndoto ile mtu ilikuwaje, ndoto ile mtu ilikuwaje, tupe Bwana. Mungu akamfunulia Danieli siri ya ile ndoto yote kama ilivyokuwa, akaipeleka mbele ya mfalme. Alipomsimulia yule mfalme akasema, hakika hii ndio ndoto yenyewe na hili ndio neno lenyewe ambalo lilinipotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndoto na maombi vina urafiki. Namba 6. Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 10.
Ndoto na maombi ni kitu kimoja. Ukitoa maombi kwenye ndoto, unaweza kutumiwa na wachawi bila wewe kujua. Namba 6 inasema, namba 6, ndoto na maombi ni kitu kimoja. Ukitoa maombi kwenye ndoto, unaweza kutumiwa kichawi, na ndio maana watu wengi wanaitwa wachawi.